Nikaribisha na Yesu mstaki simu mbele yangu. Ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wako. Tenda miujiza ni wewe. Sisi ni nani hata tuguse utukufu wako Bwana? Haleluya. Ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wako Baba. Heshima na mamlaka ni vyako. Pokea sifa. Ndiyo Bwana, wasagiri utukufu Yehova Rafa. Ndiyo Bwana, wewe tunakurudishia utukufu wako Baba. Unatenda maajabu Yehova. Ndiyo Bwana, haleluya. Tunakurudishia utukufu wako Baba. Sisi tumemuombea, uliyemponya ni wewe. Hatugusi, utukufu ni wako. Ndiyo Bwana, Yesu, tunakurudishia utukufu wako Baba. Unastahili Bwana milele. Ndiyo Bwana, haleluya. Tunakurudishia utukufu wako Baba. Aliomba apate mume, Mungu umemsikia. Wakupewa utukufu ni wewe. Ndiyo Bwana, Baba, tunakurudishia utukufu wako Baba. Unastahili wewe duniani kote. Ndiyo Bwana, Baba, tunakurudishia utukufu wako Baba. Aliomba apate mke, Mungu umemsikia. Wakupewa heshima ni wewe Bwana. Ndiyo Bwana, Yesu, utukufu wako Baba. Unayejibu maombi yetu, pokea sifa. Ndiyo Bwana, Yesu, utukufu wako Baba. Aliomba apate mtoto, Samueli amepatikana. Wastahili heshima Bwana. Ndiyo Bwana, Baba, hey. Hatugusi, utukufu ni wako Bwana. Ni wako Baba. Utukufu wote ni wako Bwana. Sisi tumehubiri, unayeokoa ni wewe. Unastahili heshima Bwana. Ndiyo Bwana, haleluya, haleluya, haleluya Baba. Utukufu wako tunauogopa sana. Sana Baba. Ndiyo Bwana, sana utukufu wako Baba. Hata kama tunaimba watu wanabarikiwa, hatugusi, utukufu ni wako Baba. Ndiyo Bwana, tunakurudishia utukufu wako. Tenda miujiza ni wewe. Sisi
sisi ni nani hata tuguse utukufu wako Bwana? Hey! Haleluya. Tunakurudishia utukufu wako Baba. Heshima na mamlaka ni vyako Baba. Ndio Bwana. Pokea sifa. Ndio Bwana. Wasagiri utukufu Yehova Rafa. Ndio Bwana. Uko peke yako kubeba utukufu. Unatenda maajabu Yehova. Aliomba faulu masomo, kweli umemsaidia. Masomo amefaulu. Sisi tumeviwe Baba. Uliyemponya ni wewe. Hatugusi utukufu ni wako. Hakuna mwingine duniani kote. Unastahili Bwana milele. Tuliomba apandishwe cheo, kweli amepandishwa. Heshima na utukufu. Aliomba apate mume, Mungu umemsikia. Wakupewa utukufu ni wewe. Kwa kuimba na kucheza tunakusifu Bwana. Unastahili wewe duniani kote. Sisi hatuna ujanja wa kumponya kiwete. Utukufu ni wako unayeponya. Haleluya. Haleluya. Wewe ulisimamisha jua nyakati za Joshua. Aliomba apate mke, Mungu umemsikia. Wakupewa heshima ni wewe. Tangu ulipoigawa bahari haitagawanyika tena. Yesu, hatuna ujanja zaidi yako Bwana. Unayejibu maombi. Haleluya. Pokea sifa. Ulitembea juu ya maji, wewe wa ajabu. Aliomba apate mtoto, Samueli amepatikana. Wastahili heshima Bwana. Baba. Hey! Hatugusi utukufu ni wako Bwana. Ni wako Baba. Utukufu wote ni wako Bwana. Sisi tumehubiri, unayeokoa ni wewe. Unastahili heshima Bwana. Haleluya. 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 Utukufu wako tunauogopa sana. Sana Baba. Sana. Hata kama tunaimba watu wanabarikiwa, hatugusi utukufu ni wako Baba. Baba. Haleluya. Hosana milele. Hey! kweli umemsaidia
masomo amefaulu, sifiwe Baba. Ndio Bwana, Haleluya, tunakurudishia utukufu wako Baba. Hakuna mwingine duniani kote. Ndio Bwana, Haleluya, tunakurudishia utukufu wako Baba. tuliomba apandishwe cheo, kweli amepandishwa. Heshima na utukufu ni vyako. Ndio Bwana, Haleluya, tunakurudishia utukufu wako Baba. kwa kuimba na kucheza tunakusifu Bwana. Ndio Bwana, tunakurudishia utukufu wako Baba. Sisi hatuna ujanja wa kumponya kiwete, utukufu ni wako unayeponya. Ndio Bwana, Haleluya, tunakurudishia utukufu wako Baba. wewe ulisimamisha jua nyakati za Joshua. Ndio Bwana, Haleluya, tunakurudishia utukufu wako Baba. tangu ulipoigawa bahari haijagawanyika tena. Hatuna ujanja zaidi yako Bwana. Ndio Bwana, Haleluya, tunakurudishia utukufu wako Baba. ulitembea juu ya maji, wewe wa ajabu, wewe Bwana. Ndio Bwana, Haleluya, haleluya. Pakai hapo wala hapo. Usingizi kanitoroka, moyoni nakesha ngoma, kwa subira nimengoja penzi hili la thamana. Tangu tulipokutana nafsi zetu kapatana, na ni mbali tumetoka tangu kuchumbiana. Siku yetu imefika, hakuna tayezuia. Ajalie Maulana, pete tutafishanwa. Mie nimeshapatikana na yule mume kwa mapenzi shanienzi. Mie milele nishazama, sinitafute kule kwa mabinti nishahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, nishahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, nishazama.
nienzi, oh milele nishazama kule, oh kwa mabinti nishahama, oh nimeshapatikana yule mume wa mapenzi shanienzi, oh milele nishazama kule, kwa mabinti nishahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, nishahama. Angalia ishara, tazama ishara, angalia ishara, nishazama. Ona, angalia, mama ona, tazama, kaka ona, angalia, nishahama. Mwenye macho haambiwi tazama, lakini nakuomba tazama. Bwana asifiwe. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye yuko hapa siku ya leo. Nataka kuanza kwa kutambua uwepo wa wachungaji, kutambua uwepo wa wazazi, kutambua uwepo wa maharusi, pia wa Mwakombe, wa Mwatoya, majirani na wote ambao wameacha shughuli zao ili kufika mahali hapa kwa ajili ya sherehe hii ambayo ni maalum sana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tukiwa hapa siku ya leo, kama tunavyojua, tuna sherehe ambayo ni maalum sana ya kutimiza desturi ya kubariki maharusi. Hasa tukiwa hapa ni kwa ajili ya mtoto wa kike ambaye anatolewa katika boma hili, na ninasema hivyo kwa sababu harusi hii imekuwa pengine ya kipekee katika huduma yangu, maana pia nilialikwa huko kwa mvulana siku ya Jumatano kwa ajili ya kumbariki. Kwa hivyo huko nilizungumza upande wa mvulana, hapa pengine ni kwa ajili ya msichana. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa wale ambao hawanijui, jina langu mimi ni mchungaji Frederick Masha, nikiwa mchungaji wa bibi harusi, na nikiwa nimeoa, mke wangu yuko hapa, watoto wangu wako hapa, na ninasimama nikiwa na ujasiri wa kumshukuru Mungu kwa ajili ya huduma hii, kwa sababu nimeoa na mwaka huu ni wa 34 nikiwa bado ni naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zaidi ya hayo, mimi ni mshauri wa jamii, nikiwa ni mambo ambayo Mungu amenipa kibali na serikali yetu ya Kenya ikanipatia license ya kuweza kushauri jamii. Ndiposa ninajisikia nguvu kusimama hapa, hata ingawaje singesimama mimi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni kwa sababu msichana huyo ambaye anaolewa yuko maalum sana katika maisha yangu, kwa sababu alisikiza ushauri. Huyu binti alipata kazi huko nchi za mbali, na alipokuwa huko akakaa huko, baadaye akaja hiyo akawa amekamilisha kipindi cha kwanza na akawa anarudi tena, na wakati huo akaamua afike nyumbani ili kwamba aniage kwamba mchungaji, ninarudi huko tena. Basi aliponiambia hivyo nikasema ni sawa, lakini je, mambo ya kuanzisha familia namna gani? Basi alinyamaza pale na nikaanza kumwelezea zile athara za umri, jinsi ambavyo unaenda, ingawaje kazi ni muhimu, maana alinielezea majukumu ambayo yanamhusu, lakini nikamwambia pia fikiria juu ya kuanzisha familia, kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Na nashukuru kwa sababu alisikia ushauri wangu
lakini akanishangaza kwa sababu nikawa natazamia mvulana ambaye ataletwa, lakini alipomleta nikawa ni mimi. Ai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule bwana wake ambaye anamuoa ni mdogo wangu, na kule kwa ukoo basi hilo jina langu kabisa. Kasema wewe umesema naleta mvulana, lakini sasa umeleta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeshukuru Mungu kwa sababu nimejua ya kwamba pia amesikia ushauri, na ndiposa najivunia sana. Basi moja kwa moja nataka tuende kwa neno la Mungu, tukijua ya kwamba desturi hii ambayo tunaifanya siku ya leo ni desturi ambayo ilianza na Mungu mwenyewe, ambaye ni baba na mzazi asili ya wazazi wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akiwa ndiye baba yetu aliye asili ya kizazi cha wanadamu wote, ndiye ambaye alianzisha desturi hii ya kubariki. Na hiyo tunaipata katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza fungu lile la 28, mahali ambapo panasema hivi: Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa tunamwona Mungu akianzisha desturi hii ya kubariki watoto wale wa kwanza, kizazi chake cha kwanza, msichana na mvulana wale wa kwanza. Na hapa tunaona ya kwamba Mungu anachukua hatua hii kwa sababu anatazama vizazi vyote ambavyo vingekuja mbele yake, kwa sababu Mungu aliumba mtu mmoja peke yake kutoka kwa udongo ambaye ni Adam, na tena akamuumba Hawa kutokana na huyo Adam. Lakini mpango kamili wa Mungu ilikuwa ni ulimwengu wote ujae wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sisi tunaposema tunaoa, tunafikiria habari tu ya mke na mume. Unaposema naoa, inaweza kuwa unafikiria habari ya kuanzisha familia, kuwa na watoto. Lakini Mungu anaposema watu wanaoa, ina maana wanaanzisha ukoo, yani generations. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunamwona Mungu akitimiza desturi hii ambayo ni maalum sana. Kabla hajawaambia mzaane, muongezeke, mukaijaze nchi, tunaambiwa akawabarikia. Bwana Yesu asifiwe. Akawabarikia. Na hili neno kubarikia au tendo hili la kubarikia ndilo ambalo nataka kwa muda huu mfupi tuweze kuliangalia mahali hapa, ili tuweze kulijua maana yake vizuri, kwa sababu katika kulitazama umuhimu wake wa tendo hili la kubarikia, nikaona kwamba linahitajika sana kwa vizazi vyote vya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaona kwamba baraka za mzazi zinahitajika sana kwa mambo matatu. Nataka kuzungumzia haya matatu, tumalizie pale. Kama tulivyosema, baadaye ataenda huko mbele ya nyumba ya babake, lakini nataka tutaje haya mambo matatu, na we mzazi uweze kuyashika vizuri sana, maana ndiyo sababu ya kubariki au haja ambayo inahitajika kwa ajili ya kila mtoto anapofikia mahali, au vijana wanapofikia mahali kwa kuanzisha ukoo wao, wabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ni kuwaweka wakfu. Tendo hili la kuwabariki ni kuwaweka wakfu kwa kazi au wajibu maalum ambao Mungu amewapatia. Mara kwa mara tendo hili la kubariki lilitimizwa nyakati zile za Biblia kwa wafalme, manabii na hata makuhani.
ilikuwa kama amechaguliwa na Mungu kwa ajili ya huduma maalum, angetiwa mafuta, inaitwa anointing. Hiyo ni kusema kwamba amewekwa wakfu, amekubalika kwa ajili ya kazi maalum ambayo ni aitimize mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa ajili ya vijana, tendo hili la kubariki ni kuwatenga wazazi kuweza kukubaliana na Mungu kwamba mtoto wake amekuwa mtu mzima baada ya malezi, na kwamba yuko tayari kuanzisha ukoo wake, kuanzisha nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amba huzire kwa Hasani tukarakalo ndanya malazi abe ukiamba zi. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni baada ya mzazi kulea mtoto hata awe mtu mzima, kule kumuhitimisha kwamba mwanangu sasa umekuwa mtu, unaweza ukaanzisha nyumba yako, uko tayari kuanzisha ukoo wako. Ni kama graduation. Mzazi anamuidhinisha binti yake kwamba sasa unaweza kufanya mambo ya utu uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni kumtenga kwa wajibu wa kuanzisha kizazi chake. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo ni maalum sana ya mzazi kuweza kuweka wakfu. Kikwetu Kigiriama walikuwa wakimwagiwa mafuta. Wale ambao wanakumbuka Kigiriama ilikuwa ikachukuliwa mafuta yale yanaitwa ya mbono na wakamwagiwa. Yani ni anointing. Yani kusema kwamba tunakutenga, tunakuweka wakfu kwa ajili ya kuanzisha ukoo wako. Tumekubaliana na Mungu kwamba uko tayari kwa kazi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii haikufanyika hivi hivi, ilikuwa inachukua wazazi kumtayarisha binti. Mzazi huwa na ujasiri wa kumhasama nawe kala wamtayarisha tototo. Mashangazi kama amefanya wajibu wao vizuri, msichana amefundishwa vizuri kuishi na mume vizuri, amefundishwa kupika, yani kwa ajili ya familia, yani amekuwa tayari kuwa na nyumba yake, basi huwa anawekwa wakfu. Sasa tunakuruhusu maana umekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili, na sehemu hii ambayo nimeitaja hapa, wazazi wengi hawana ujasiri kwa sababu wajibu wa kuwatayarisha vijana wa kike kwa kuolewa umekosekana katika jamii. Mara kwa mara kina mama husema yeye yuko shule, yeye mtu mzima, lakini nataka nikwambie msichana anahitaji atayarishwe kuwa mama, jinsi ya kuishi na mume, jinsi ya kutunza watoto, jinsi ya kutunza familia, jinsi ya kujichukulia, vile atakavyovaa, kila kitu, ili kwamba wakati kama ule hapa tunaungana, basi kuna ujasiri kwamba umekamilika mwanangu, neno la Mungu, nenda ukaanzishe. Some haya tuwapizie, halafu yanakuja yale yenu. Kwa hivyo tafadhali njoni tuwazingire hapa. Na mkutano huu wote ambao uko hapa tumefika ile tuwabariki, na kuwabariki ndio vipi kaya hivyo viti, na wakae hawa wawili mkae hapa. Hivyo viti wachukulieni wakae hapa. Tumuke wachungaji, tuwazunguke hapa. Walio karibu watanyosha mikono. Baadaye kuna baraka za radhi ya mama. Naamini kwamba ile kufuta moyo wake kama kuna lolote niwe imefanyika. Kuombana msamaha iwe imefanyika, kwa sababu hawawezi kuanzisha ukoo wake ikiwa bado mambo kama hayo hayajafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutafunga macho, telekeza hiyo mikono. Naomba ushirikiano. Haya, tufunge macho.
macho, tuelekeze mikono yetu, tuimbe bariki bariki kama mara 2 hivi, na nisome haya halafu tupishe wazazi. Bariki bariki Baba, bariki. Bariki, bariki, bariki Baba. Nyosha mkono kuelekeza hapa. Bariki bariki Baba, bariki Bariki, bariki Baba. bariki 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 Baba, Bariki, bariki, bariki Baba. bariki 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 Baba, Bariki, bariki, bariki Baba. bariki 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 Baba, Bariki, bariki Baba. bariki 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 Baba, bariki Bariki, bariki Baba. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini. Amen. Utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako, na uzao wa nchi yako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Utabarikiwa kapu lako la ukandia unga. Utabarikiwa ingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya maadui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watatokea kwa njia moja, lakini watakimbia kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako. Naye atakubarikia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake kama alivyokuapia. Utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na utembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa na Bwana kwa jina lako, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nao atakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nao utakuwa juu tu wala hui chini. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu cha wazazi. Amina, amina. Dalili ya kubarikiwa, kijana anapovumilia, anapoanzisha nyumba yake. Baraka kwa wazazi, baraka kwa watoto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hujatoka, lakini utafika mwisho. Tunataka katika nafasi hii Peka sasa jere yuno mama yuko. Haya, Nazukulu wetu nino mama, nazukulu wenu. Ni mana au mama, amina. Haya. Mulungu ni muzo, mwana tutakuona mwana unatoto. Tunataka tuingie na Lola. Asante. Basi asante Reverend sana, nisipoteze wakati. Lola, kwa heshima nasikiza. Kwa heshima naomba kumuita bibi yangu hapa, Mama Keshila aje. Baba piga jere jere.
Lola, piga njere jereta afike. Ala fika manimpe microphone yetu. Anaelewa kila kitu hiyo. Lola, yani Lola. Bwana sifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Basi nitamuita dadangu afike ili aweze kuanza kunena maneno yake ya baraka alafu mtafutie. Wapenda asifiwe Yesu. Haleluya. Ni neema ya Mungu tu kufika katika fursa hii jioni ya leo tukiwa tuko hapa tumekusanyika ni kwa ajili ya maharusi. Sijui niseme nini mbele za hawa manake ni Mungu tu hata kusimama mbele ya umati mahali hapa jioni ya leo. Mimi sijawahi kabisa. Lakini yale nitaongea hapa pastor tayari amekusha kuambia. Mimi yangu ni kuwapeni tu neema. Ukiona mwingine amekosea mwingine hasira zimepanda, jaribu kuchukua maji ukunywe ili hasira ishuke, maana ukinywa maji hakuna kitu kinatoka. Hiyo tu. Bwana awabariki. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Akiwa Kazo ama Reshon Kazo ni mtoto wangu wa pili. Basi Kazo alinifuata maeneo ya kazi kwa sababu nilikuwa niko pale Chafisi nikilala na wanafunzi pale. Akanifuata akanambia nimekuja nijue utafika lini nyumbani kwa sababu nataka kuleta mgeni. Nikamwambia mgeni tena. Kana kwamba nilikuwa yale mambo siyaombei lakini nilikuwa ninaomba kwa sababu msichana akifika ama kijana akifika huwa mzazi unaomba ili kama ni mipango ianze kwa kupitia mipango ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Basi nilimuacha pale aliponiambia nikasonga hatua nikaondoka mahali kwingine. Na nilipokuwa nimeketi nikamwona amenifuata tena. Mimi nakwambia wewe hauka. Na bana niwenyewe nafikiri niko mjini ili nikurere mjini. Bwana asifiwe. Amen. Basi ilibidi nitulie ili tuongeleshane. Na tukaikiana vizuri pale tukafika nyumbani na mgeni aliyemleta ni Harrison. Bwana asifiwe. Amen. Basi Kazo ninakwambia kijana huyu ulimleta wewe mwenyewe. Nilizungumza kule mlikozungumza na mkafikiana ukatuletea nyumbani. Hivyo ninakwambia ukaweze kumheshimu. Akikuita ukaitike mara moja na ufike. Si unaifiwa uocherona lola simu ama uocherona lola mambo mengine gari yako. Ukifiwa mara mwenga unahika na kala unautuomba unaohenda uriche ili umsikize Mungu ana maneno. Bwana asifiwe. Bai kala na mbola unahakikisha zafara namna yani bila kala zafara kipingo zafunga sojo unyambole kifika kule hawakateko kisha zakala ndani ya nyumba. Bwana asifiwe. Wewe ndiye kioo chake hivyo uanze kumhakikisha kwanza ndani ya nyumba ndipo watoke. Bwana asifiwe. Bai ambola hoenda kasume umona hotiu yanagira mzini uke mara mwenga na umhokere. Bwana asifiwe. Umhokere mfukori ahu kisha mwambe tore kwa kazi manake kumanya kukozi kombola agakiranoni. Ufike nyumbani na mzigo ulole ngwenda kala mnamboga eza samaki ukika ndojo sojo makariwani paka indakana sitototo. Ojo ulole mromgobani kala mnamboga uzile tototo ili mtarishe na mkale mdada tototo. Bwana asifiwe. Bai nawe Harrison ninaamba ukamhenze Rachel umsunze kabisa. Hivi region kwa sababu ya hamaki za harusi na stress nyingi. Bai ndani ya wiki mbili tahu niende kusikia kala Kazo beza badilika sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu si mdogo. Si kwamba maneno mazo ndani ya nyumba. Kadede ili mgadi mekwenda tutoto. Bwana asifiwe. Amen. Pia msali achoyo mkale na kufadhili vitu vyenu na kushiriki na twangine ndo Bwana anabariki. Bwana asifiwe. Amen. Iza Kazo kwendako kuna ashazi kuna tawezo kuna hawezo na twa mzini ukaheshimu ukahenze aho mzini ili nasifone waho funafika hatu uko mzini baifu nakala na kungakirwa ili fuka hokerwe. Lakini uchenda kala na tabia zilizo sozo tunakala fikione wafunaenda kulolonga
basi kafua jeni nikaenda nikifika kutuku huko bei nikaona na hokero tototo na kungakirwa si mimi tu lakini kina mwenga ambaye ni mtu wako Bwana asifiwe Amen. Ninamba kuanzira rero ama kuanzira machero jamii hii hapa Karumu ijakala jamii ya Kwehu na jamii ya kwa Cherachui ijakala jamii ya kwa Karumu kana kushirikiana kwa mazona mai na fikendre kusonga Bwana asifiwe Amen. Ninamba pia mkendre kuzingoza kwa kumlola Mulungu ukigalamu na henda motugenu kwa mtambuliza Mulungu mbere na maraniambire Bwana ndahenda ka ajabu kiza ukale kutoka kuvumirira rahisi mambo mazo kaga za kwa wakati wa haraka lakini mambo mazo yanaanza kwa wakati wa ku inahenda uvumilivu Bwana asifiwe Amen. Umbali ambao nimesimama hapa imegharimu mkono wa Mungu si rahisi kusimama mahali hapa ni kwa neema tu Bwana asifiwe Amen. Acha mimi niseme Mungu ni Ebeneza manake si rahisi na si kwamba wawili hawa ambao wamekaa hapa ni kwamba Edha Kazo ni muzo kushinda sichana wengine ama Harrison ana manyakune na toto sana kushinda fulana wengine ni kwa ajili ya neema yake Bwana asifiwe hivyo nasema Mungu awabariki muingiapo mtokapo Bwana akawatangulie na kwa hayo Mungu awabariki bye yeah asante ni siri yao yani tunayo ama tunayo kana jere kama mnanikonya nini asante sana mnakonya bado kwa mama inobeli jikwa chome kama rekare mame yenge kama Haya, asante pia tume Bwana makofi kwa ajili ya huyo babake mdogo ni siri yao hiyo na furaha heresi ya leo maneno kaza na mira tumazi nikakwambia mwe nawe anza pala kupange kwanza kafenzo ndio mano sina unasikia lakini unashukuru kwa sababu kwa kuheshimu na kukupangira na sisi ukizakeresi kwa ajili ya kaloro za fina na unashukuru hata siku ya leo unasikia vivi wafira mjeni kizamanya ni mzezangu hosi hiyo pakana na njerejere ukiamba zinjerejere kuna mala sisi itakufisha mwisho naona virero imire majaru na marigize ila mtauye kwa nyumbani beni na muwera maana waheshimu ukishimu kanisa la kweli unasikia nina muwera shomjenye kufikira mimi nitangazimio ere babayo unasikia yuyu ni mlumeo unakuwa sisi kwa leo heshima mwanangu kwa sababu kufikira kama nataka kushukuru mimi niko kwa mwisho kwa hazo unasikia kwa sababu ni ukala una mtu na ndoka nipigira simu na nikakwambia viriri na riri vikara riri uliona ukana roha betenzo kalikosero kwa mlumeo kigiria machakuko kapiro chakuko lakini akili ya ukalopa kwa use mtu naenza ukena yokanzira vipi unaenda kaenda nyumba hiyo maisha kwako kanakala kwako nyumbani ukikala utafika heno muzini nikuko paka rumu afukara kwanza kuna bishalaso
unasikia hilo ni muhimu heshimu unasikia ukienda hata usikangira kuna manyoka la mbishana kasoro lakini sino naanza vizofu na kuliko akashofu na ngira bejerejere okeroro misigo funda kala funayo sina sifuna kala funa rajo mjeni unamwona mulumeo anaenda chenda kazini unasikia akikala anakola anaenda kazini uwebera ukashomujene tomanya kwa kazi naza paka kombe cha chai maana kumanya ukifika kuko achelewa ama anafika na temu ya kazi unasikia anza kumlola nani mwanangu kwanza maana hiyo si mwanangu ni hata ile bana ni hamshelewe mimi unasikia babu hizo za kuhika kwenu naenza heshima mbizo shakukuka unanumeofi lero nasira na furaha mmesha mazo mwanangu haya mwanangu na Harrison lakini mimi ni mshauri wajana kupayu mwanangu kisha mama unasikia naenza mukatundana maana yube nenye kwa chome wakatoa sio lakini kosa wiki mbili unasikia na lagiza yatakala kana pesa na banaza na mtoto jaji na upeni wangu mimi unaona ni mtanda sana mimi na naenza hapo maana kala saenza hapo ni kama ni usishoto kwa hivyo wewe mwanangu vipi na mwenye zapata mwana mwingine nini unasikia muhenzane mwanangu mwana magaenda kuko kunena kuko tupiga manyao wazini kwa sababu kuzare roha hauzi bali mama birana tambifahamu naenda birana sana nyumba ya kwenu nehenzeka na baraka heshima mbizo mkikala mwana birana tatu ndicho kuunza shida joraki na hulira unasikia lakini birao kala shori kila mtu wake hata hizo pale karibu ndio mmoja lakini hizo hizo na mdomo naenda mkakala mdomo uzima uzo anangu vizo mubirane mwishi tototo mimi sina maji gangu ni gago mulungu ase hai asante mwana mwanyi mwingine amani hawezi kunika bema mwanangu na kufoya mwanangu kaboro aliko kala kwenda wewe hawezi kunika wewe na wewe kaende visho wewe mwanangu unaona usimena mwana mwanzi ukono mwana mwanzi wazanya wangu usabe lori au usabielo mwanangu choyo nacho usikale na choyo kito ndicho gita nikitate nikinji kule na tuamba kwanza vivile robe kumwa kwa mwanangu mwatoya kama bombe mwanangu ngalitire wewe ukagwereka mwatoya mwanangu kwa sababu kama pia ndiko tabula ana ambao unafurahia mjeni ni wewe ukifurahia unashukuru mwanangu kwa mimi nasikia furaha sana sina mwenye sana lakini nakufurahia ndio wao mtoto kale hamwenga na mcheo na nuna na mmeo mtoto na mshitoto zangu na mke zangu kisha mwanangu mimi beni mameomobi usini beni mwanangu kwa visho mwanangu naye ukile hai nye hiyo mnaka chene ne kare visho ndio ukita hamu tini ukita kwa kuna hero Mungu msalana ni kujuza ni hani avineno yaza yebeni wahiko avineno vinadunga vipi minore sio kwa kanga kumeza wewe mwana kwa hiyo nini be Mungu mwenga yani wa Mungu ni wa Mungu heshima mtoto na muhenzane mwanangu kale vilo hizo mwanake sasa vilao anefa hawezi kuitetea kwa hivyo bozo usikale ni hata umutengeze zaidi yake kwa hivyo leo nini mwanangu kazo na wewe na mwanangu hapo ni kujifunza paka na walimu wewe kwa hivyo msimama nji nigago mwa mase mwanangu omwenza moyo sojo nakulazimisha mino mama yangu lazimisha baba amamwenza naye unyasi ndo kwa nyaka mare maana mama yale fika hata shanga yani unatakana yani lakini kwa sababu mwenza anafuneleza na mimi acha niwaambie na kizote kidogo dola
Lala, sikiza niwaambie hivi. Hii jamii ambayo baba unatoka, jamii kubwa ambayo wazazi wangu wote, kuanzia wazazi wetu mzee Jaro Chuye pamoja na Nyika Chome, Jaka Pindi, wanaheshimiana hapa. Tumeaka Suguamasha, tumeaka Osi, na si wao tu, watoto wao wote. Inkalani nui Egarumbeta urengi mula mnaona gani? Na nayos. Gara mimi ndasira moyo kuluma na mami yenu. Kala mna zahaha bamza kwa sana. Ngoja ndio utu. Mtu ambaye anaweza kuwa msaada peke yake mbali na wote washauri wa ndani na nje, si mwingine bali ni Yesu peke yake. Breni Yesu mumuzulie miko sana igonyeni ninwa irokondo mwini banjalu ama kwanza na yenu kwani unaumurili watana zugula na mbeko kosa na hivi mbona unaishi tafa la tuto ya mbona kulole kunyolo lego ndio la kunyolo lego halo la kwa na mbeko kosa na so mimi nasema mkiwa na migongano imalizeni wenyewe ngonya nimalikize msifisane mautu nini kuna shama mama yetu ukala ni mabire baba uweza kuhangira tuongelea chamani huko kazini ukingira mambire yuyu yani mambo yenu bila nani mautu pepeni na mimi nakaribisha katika hii jamii ukisikia na raha nzo ukisikia to siwa shida nzo yani umekuwa dola ndakupata daranga kombe Nasikia. Kwa hivyo mimi niko radhi, unaona na mkono. Na radhi yani tasimani ya mbele zetu. Kabisa unaona mama. Huyu mama ametuheshimu hapa nyumbani sana. Na sisi pia kama ndugu wale dada tulikuwa na umoja na upendo mwingi. Mino sina mashaka na huyu, sina mashaka na huyu. Lakini mbali na hivyo mzeza manyaka pindi nini? Kanguchafi sina maona totolenye maisha kwa kumanyaka mali. Unaona kumbe haro tafsiri mnashobero mtumiza gani hivi? Lakini uzoni bamba amba masho mosi kunomaza halana. Mshoni hijo. So mimi nawabariki roho safi moyo wangu tete kama nani. Tete kama nani. Roho safi. So sitaki nipoteze wakati, kuna mambo na zawadi, kuna mambo na keki kama sijakosea. Kwa hivyo mimi nawabariki, Mungu awabariki sana. Yesu awe kiongozi katika maisha yenu. Chochote utakachofanya